Umewahi kujiuliza kwa nini kila unapoamua kuwa mzuri kwa watu, mwisho wa siku ndio unaumia zaidi? Unawasaidia, wanakusaliti, unajali, wanakudharau. Kisaikolojia, hii sio laana, ni ishara ya nguvu zako ambazo haujajua kuzitumia ipasavyo. Leo, nitakueleza sababu 7 za kisaikolojia kwa nini hutakiwi kuwa mzuri kwa watu wote. Na ukimaliza video hii, utaanza kupenda neno hapana kuliko ulivyowahi kulipenda neno ndio. Kabla hatujaanza, kama we ni mmoja wa watu wanaojifunza kuhusu nguvu ya akili, ustawi wa ndani na kuisha kwa utulivu bila kujiumiza, subscribe sasa kwenye channel hii Fikra Chanya na washa alama ya kengele. Kwa sababu kila wiki tunafunua siri ambazo akili yako inataka uzijue, lakini dunia haikufundishi. Kumbuka, kuwa mzuri si kosa. Tatizo ni pale unapoanza kuwa mzuri hata pale panapokuharibu. Akili yako inataka amani, lakini moyo wako unataka kupendwa, na hapo ndipo vita inaanza ndani yako kimya kimya. Sababu ya kwanza, watu hufikiri unachofanya ni wajibu wako. Psychology inaita hii normalization bias. Mara ya kwanza unawasaidia, wanashukuru. Mara ya pili, wanatarajia. Mara ya tatu, wanadai. Ubongo wa binadamu huzoea upendo wa bure kama haki yao. Kadri unavyokuwa mzuri kupita kiasi, ndivyo unavyowafundisha watu kukuchukulia poa. Mwisho wa siku unachoka, unalia kimya, lakini hakuna anayekuelewa. Mfano halisi, mtu anayependa kusaidia kazini. Kila mtu anamtumia kama backup plan, lakini siku moja anasema hapana, wanamgeukia. Sio kwa sababu amekosea, bali kwa sababu amewavunja pattern ya akili yao. Kisaikolojia, unapopunguza upendo wa bure, unaanza kujenga heshima ya kudumu. Sababu ya pili, unapoteza mipaka yako ya kihisia. Psychology inaita hii emotional boundary collapse. Kila mtu ana uzio wa kihisia unaolinda nishati yake. Lakini unapowafarisha watu wote, unafungua milango yote, kila mtu anapita. Mwisho wa siku, unakuwa emotionally drained. Unapoteza sauti ya ndani. Unakuwa kioo kinachoakisi hisia za wengine, si wewe. Jiulize, mara ya mwisho ulisema hapana bila kujihisi mwenye hatia ilikuwa lini? Kama umesahau, hapo ndipo umepoteza mipaka yako ya kihisia. Rudisha uzio wako wa kihisia. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kujiponya. Sababu ya tatu, akili yako inakuzoesha kutafuta idhini. Ubongo huzalisha dopamine kila unapopata sifa. Unapowafurahisha watu, unasikia raha, lakini hiyo ni dopamine ya muda mfupi, inakufanya utegemee approval. Ukikosa sifa, unahisi kama hauna thamani. Hiyo ni mtego wa akili. Psychological truth. Watu wanaotafuta idhini wanakosa utambulisho wa kweli. Wanavaa mask tofauti kutegemea na wanazungumza na nani. Kisaikolojia, upendo wa kweli hauhitaji idhini, unajitoka ndani. Sema hivi na ujirudishe. Sihitaji kukubalika ili kuwa na thamani. Sababu ya 4, unakuwa target ya watu wenye tabia za kunyonywa. Psychology inaita hii narcissistic attraction pattern. Wema wako unakuwa masumaki ya watu wanaitumia wengine. Wanakuja kwa maneno matamu, stori za huruma na favors zinazoisha. Ukiona unavutia watu wanaokuona kama ATM ya kihisia, hiyo ni ishara ya imbalance. Unamkopa mtu pesa, hawezi kurudisha. Unamfariji, hawezi kukufariji. Hiyo si uhusiano, ni uvamizi wa nishati, emotional invasion. Jifunza kutofautisha kati ya wanaokuhitaji na wanaokutumia. Sababu ya 5, unakatazwa kujijali kwa hofu ya kuonekana mbaya. Tunapandikizwa woga wa selfishness tangu utotoni. Usikatae, usiumize, kuwa mwema, lakini akili yako ya utu wazima inajua kujijali si ubinafsi, ni uhai. Kujinyima kupumzika, kujikubali au kujitetea ni kujiua taratibu. Watafiti wa American Psychological Association wanasema self-neglect ni chanzo kikuu cha chronic stress na hidden depression. Kisaikolojia, kila unaposema hapana kwa kitu kinachokuumiza, unaiponya akili yako bila dawa. Sababu ya 6, ukiwa mzuri kwa wote, unapoteza heshima ya wengi. Ubongo wa binadamu hufasiri uthabiti kama mamlaka na ulegevu kama udhaifu. Kadri unavyosema ndio kwa kila mtu, ndivyo wanavyokupotezea heshima. Watu wanaheshimu wale wanaojua wapi wasimame, sio wale wanaotetereka wakihofia kupoteza mapenzi. Wasiokupenda bado watakuheshimu kama una msimamo,
Lakini ukijaribu kupendwa na wote, utachukiwa na wote. Thamani ya mtu haitokani na makubaliano, inatokana na uthabiti. Sababu ya 7 na ya mwisho. Unapoacha kujipenda, unapoteza utambulisho wako wa kisaikolojia. Psychology inaita hii identity dissolution. Kuwa mzuri kupita kiasi hukufanya ujisahau. Unapoteza mimi yako halisi kwa sababu umeishi kufanya wengine wafurahi. Unavaa maski ya mtu mwingine huku ukihisi tupu ndani. Kisaikolojia, huwezi kupenda kwa kweli kama hujipendi wewe kwanza. Kujipenda ni msingi wa afya ya akili, si kiburi. Rudisha mimi yako. Si lazima uwe mkali, inatosha tu uwe halisi. Kuacha kuwa mzuri kwa wote haimaanishi uwe mbaya. Inamaanisha umejua wapi ndio yako inakuwa sumu. Umejua thamani yako haipimwi kwa idadi ya watu wanaokutumia, bali kwa amani ulionayo ukiwa peke yako. Maneno ya mwisho. Usitafute kuonekana mzuri, tafuta kuwa sawa. Kwa sababu kuwa sawa ni bora kuliko kupendwa kwa uongo. Kama video hii imekugusa, akili yako imeamka hatua moja leo. Tumia sekunde chache, subscribe kwenye Fikra Chanya. Kwa sababu kila wiki tunafunua siri zaidi ya akili, tabia na nguvu zako za ndani. Na usisahau, share video hii kwa mtu anayejua anateseka kwa kuwa mzuri kupita kiasi. Kwa sababu mara nyingine, video moja inaweza ikaokoa akili ya mtu anayevunjika kimya kimya.